going to manage our country like this, treating our people like dogs. Eti unakusanya watu unaweka pamoja, you talk to them the way you saw that them be talking to people in Kisii. Eti anawaambia eti mkae hapa, mheshimiwa wa Mshomba, wewe mjumbe wa bunge anaambia watu mkae hapa, mimi pesa ni zangu, mimi ndio nawapea pesa. Na nitaongea vile nataka kuongea na mkae mpaka nikuje kuwapea pesa. Mimi ndio nitawapea pesa. Na kama hutaki enda, pesa ni yangu. Unazungumzia wananchi namna hiyo na kiburi na madharau namna hiyo. Yaani huo ndio uongozi kweli tunataka nchi? Hapana. Tukatae haya maneno tafadhali. Mimi nawaomba na kwa unyenyekevu tuheshimiane, tunaheshimu viongozi wote na tunataka kuheshimu sheria. As a former Minister of Interior, I will tell you the truth. We cannot have a country we don't respect the law. Hata wakati tuko na shida tuheshimu sheria na tufuate sheria vile iko. Lakini kuheshimu sheria does not mean that we become dogs or beggars. Ma tunafanywa namna hiyo. We must have the dignity of our citizenship. Kama wananchi wa nchi yetu ya Kenya. Not to talk to people like that. Tell those gentlemen and ladies, they are leaders. They are elected. Na tunawaheshimu. But let them carry themselves around with a sense of decency. Mimi sitaki kutukana mtu, lakini hayo maneno nimeona kwa clips zikitembea hapa ni aibu ya ajabu. Eti unazungumza na wananchi namna hiyo, unawaambia eti muende kama mnataka. Pesa ni yangu, mimi ndio nitawapea wakati nataka kuwapea. Na hata huyo muungwana ambaye anazungumza hayo maneno ukijiuliza, hizo pesa anatoa zote ni zake, anafanya biashara gani yako na hizo pesa? Ni pesa ya serikali imeibiwa. The money that is supposed to go to your children in schools for capitation ndio inapewa hao watu kwenda kutembea nayo kwa kijiji. Pesa yenu ya afya ndio hiyo inapewa hao watu, wanatembea nayo huko, wanawadharau namna hiyo. Na huyo ni kiongozi ambaye analipwa na wananchi. Tafadhali tusifanye haya maneno. Mimi nawaomba, we will continue to restrain ourselves. There's an extent to which mimi sitaki kwenda saa hii. Kwa sababu nataka tuheshimiane, tuheshimu wananchi. We carry ourselves with a sense of responsibility. Hata mambo tunaongea kufanya wananchi vile niliona yule kiongozi akizungumzia wananchi. Tafadhali viongozi msikubali haya maneno. Na viongozi wale wajumbe mko hapa, zungumza na wazee, community leaders, youth leaders, women leaders na wale wengine. We must recover and safeguard the dignity of our people.